Na mtazamaji, karibu kwenye kipindi cha Kiswahili. Leo tunataka kuangazia karatasi ya 3 katika mbinu za uandishi katika vitabu. Leo hii nataka tuzungumzie haya mbinu za uandishi pekee, ndipo tuingie katika uchambuzi wa vitabu. Tuna vitabu za kuchambua kama Mapambazuko ya Machweo na Hadithi Fupi, Bembea ya Maisha na Nguu za Jadi. Okay. Sasa mwanafunzi kujibu maswali, tunakanga na swali la dondoo, muktadha. Halafu kuna swali lingine unahusu mtindo au mbinu za uandishi katika dondoo ulilopewa. Naam, nataka leo tuangazie hizi mbinu. Mbinu ya kwanza ni mbinu rejeshi ama kisengera nyuma. Hii ni kukumbuka matukio ya awali. Mbinu rejeshi ni kukumbuka matukio ya awali. Mbinu ingine ni uzungumzi nafsi ama monolojia. Kwa Kizungu tunaita monologue. Monolojia ni mtu kujiongelesha bila mtu. Yaani mtu unapata anajiongelesha wala hakuna mtu anaongea na yeye. Mbinu ya 3 ni jazanda ama sitiari. Hii huwa na maana fiche ama maana halisi hufichwa ndani ya maneno. Mbinu ya 4 ni tafsida. Huficha ukali wa maneno. Tukiendelea kuzungumza zaidi, tutaona hizi mbinu venye zinajitokezea katika vitabu. Mbinu ya 5 ni ndoto. Hii ni matukio ya mtu kuwa uzingizini, kuota maneno ambayo yasiyo ya kawaida. Fantasy. Kwa Kizungu ni dreams, fantasy. Mtu unapata uko katika dunia ingine. Mbinu ya 6 ni ritifaa, kuzungumza na maiti kana kwamba ni mzima hajafa. Mbinu ya 7 ni tashihishi, vitu visivyo na uhai kupewa sifa za uhai. Mbinu ya tashihishi, vitu visivyo na uhai kupewa uhai, sifa za uhai. Mbinu ya 8 ni kejeli. Kejeli, kufanya mtu mzaha kama kumdharau mtu. Hiyo ni kejeli. Kinaya, hiki ni kinyume na matarajio ya kama ulivyotarajia. Vitu vinaenda lakini inaenda kinyume na matarajio. Mbinu ya 10 ni utohozi. Hii ni kuswalisha maneno kama benki. Hiyo neno limefanyiwa utohozi. Mbinu ya 11 ni kuchanganya ndimi, kutumia lugha zaidi ya 2. Hii ni kana kwamba mtu anazungumza Kiswahili na anachanganya na Kizungu ama lugha nyingine. Mbinu ya 12 ni kuhamisha ndimi. Yaani kwa Kizungu wanaita code switching. Hii ni mtu anapozungumza katika lugha moja kuelekea lugha nyingine. Mbinu ya 13
ni tanakuzi. Ni maneno hujitokeza kwa kinyume kwa kauli moja. Mbinu ya 14 ni tabaini. Matumizi ya si kusisitiza kauli. Mbinu ya 15 ni tathmini. Ni matumizi ya kauli kutoka kitabu kitakatifu kama Biblia, Korani na vitabu vingine vitakatifu. Na nataka tuangazie aina za taswira. Huku tunazo taswira. Taswira ya kwanza ni taswira oni. Taswira oni ni kutazama. Tuna taswira sikifu, taswira mwonjo, taswira mwendo na taswira mguzo. Hizi mbinu tutaziangazia katika vitabu zetu. Tukianza kuchambua vitabu zetu. Ya kwanza tunao kitabu cha Nguu za Jadi. Hii tutazungumza zaidi. Tuna wahusika kama Mangwasha, mhusika mkuu, Sahiru, Mtemi Lesuria. Huku nako tutazungumzia mapambazuko ya majua na hadithi nyingine. Huku ndani tunakanga na hadithi 13. Tutaangazia hadithi baada ya nyingine. Na tutafanya maswali kwa pamoja. Naam, wanafunzi wenzangu, nawaagiza kwamba munifuatilie katika chaneli yangu ya YouTube. Nami nilikuwa mwanafunzi. Sasa nikaona Kiswahili nilikuwa naelewa darasani katika karatasi ya 3. Nami nataka kuna uchambuzi wa maswali nitaanza kufanya, na naomba munifuatilie kwa makini. Unajua kupita Kiswahili lazima upite karatasi ya 3. Kuna kanga na maswali, kuna ushairi, kuna swali katika bembea ya maisha, kuna swali katika mapambazuko ya majua na hadithi nyingine, kuna swali katika ya Nguu za Jadi na mengineyo. Kwa hivyo kuanzia kesho tutakuwa tunaangazia swali dondoo, tunajibu na maswali yake. Asanteni sana, tena karibuni.